Askofu munene wa kanisa ya Kianglikana Ole Sapit Ochikire Ruto amane serikali yaje gutika gwaka siasa na gukonya bakenya abo bagenderete gucandika na gusiria etugo yabo gwetira somurekero mutindi amone nchara gukwana nabarikia mangana omukundekano yo omusaberete Ruto imenya bomasi magayo korerwa koba omubuyi magayo bachorio banene nigatebire buna bona ne chinga kia serikali yo gwikirania chira chiabo balierete abakenya na wakanisa ya Kianglikana kwa serikali yetu mpya ambayo sasa mawaziri wapya wameapishwa ni waangazie maisha ya mwanadamu na mwananchi wa Kenya kikamilifu, bila kujali wametoka wapi ama wamepiga kura kwa mrengo gani, kwa sababu serikali iliyoko sasa ni serikali ya kitaifa na serikali ya taifa la Kenya. Kwa hivyo kila minister na kila ministry tunatarajia watoe huduma sawa kwa Wakenya wote kila mahali walipo. Nafikiri tumekuwa tukitoa wito kwamba siasa zimeisha na Kenya haina nafasi ya kuendelea kupiga siasa. Shida yetu mara mingi ni kwamba baada ya kumaliza kura tunaanza siasa hiyo miaka ingine 5 ijayo. Tungewacha nafasi sasa ya siasa iwekwe nafasi ya utendaji kazi na kutimiza yale ahadi ambayo wananchi wa Kenya wameahidiwa, na kuboresha hali ya maisha kwa njia pana na kwa njia kubwa. Tumekumbwa pia na ukame, na ukame inazidi kuadhiri sehemu kubwa ya taifa letu la Kenya. Zaidi ya kaunti 20 inakumbwa na janga la njaa, na bado hatujaona mvua ambayo inaweza kuleta matumaini katika maeneo yale. Kwa hivyo tunaendelea kutoa mwito kwa serikali, sisi kanisa, na watu binafsi na mashirika na wafanyabiashara, tuungane pamoja, tuonyeshe mkono wa upendo kwa mahali ambayo imeadhiriwa. Lakini tunaita pia serikali sasa ambayo tuko na ministers husika katika idara ya agriculture na saa idara pia ya ufugaji, waweze kuangazia namna ya kupanga inji tuweze kuwa na strategic reserves ya chakula ya kutosha, ili ukame ikija tusianze kuhangaika wakati imefika. Lazima tuanze kuwa na strategic reserves ya chakula ya nafaka. Tuwe pia na mpangilio bora kwa wasalishaji wa mifugo. Tunaona saa hii wafugaji wanaumia sana, ng'ombe zao zinaanguka, zinakufa njiani, iwe ni ngamia, mbuzi, kondoo na ng'ombe. Ukienda kaunti kama Garissa, ukienda kaunti za Wajir, za Marsabit, za Samburu, za Kajiado, kaunti hizo zote za wafugaji, wananchi wanaumia sana kwa kupoteza mifugo, na hiyo ni mabilioni ya pesa. Mifugo ya watu wanaweza kuungana kikundi kikubwa, mifugo yao inalishwa kwa kundi moja, kuwekwe maji ya kutosha pale, na sehemu hizo zingine iwekwe usalishaji ya chakula ya ng'ombe kama he. Na ninaomba serikali wafufue ile mradi mkubwa ambayo wameweka pesa mingi ya Galana Kulalu irrigation scheme, maana hapo kuna uwezo mkubwa wa kusalisha he ya ng'ombe ambayo itaweza kutoshelesha Kenya mzima. Ndio sasa ikiweza kufanya hayo, tungekuwa na feedlot 2 kubwa Kajiado, feedlot ingine Garissa, feedlot ingine ya wananchi wote katika kaunti ya Isiolo, kaunti ya Marsabit, kaunti ya Samburu, kaunti ya Pokot East and West, na kaunti ya Turkana, na hizo kaunti zote ambao kuna ukame, na tutakuwa tunamaliza hii shida ya wizi wa ng'ombe, kwa sababu hizo ng'ombe itakuwa inalishwa mahali pamoja, na wenye ng'ombe watalete ng'ombe zao. Managers wa feedlot, kulikuwa na ile mazungumzo kubwa ya siasa ya kusema 1 man 1 shilling 1 vote. Tukisema hiyo iweze kuelekeza resources mahali watu wanaishi. Saa hii nchi ya Kenya, mali ambayo watu ni wengi, hawana uwezo wa kusalisha chakula ya kutosha wa Kenya. Ukiangalia Kisii Highlands ni nyumba kwa nyumba, ukienda Kiambu ni nyumba baada ya nyumba, hawana uwezo mkubwa wa kusalisha chakula kwa Wakenya wengine. Kwa hivyo ningetaka kusema pesa isiangalie tu mahali wingi wa watu wiko, iangalie pia hiyo sehemu nyingine ambayo haina watu, mahali tuko na uwezo tukiweka infrastructure ya kutosha, maji ya kutosha, stima ya kutosha, na kufanya damming ya kutosha, na hapo tutaweza kusalisha chakula kwa Wakenya wengine wote.